Mtazamaji, jina langu na hapa Mbeya mjini, na jioni hii ya leo tunaangalia ujumbe ambao unasema vita langoni, vita langoni, vita langoni, vita langoni. Tuombe. Kristo, wewe ni Bwana, unastahili sifa na heshima. Tupe neema ya kuelewa neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zako zituvushe na kutufungua. Amen. Mtazamaji, tunaangalia vita langoni. Kuna mlango. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 5, kama ni siku ya kwanza ya mwezi wa 5, na siku hii imeanza usiku saa 6. Kwa kile adui ambacho anafanya, anaachilia vita langoni, na moja ya silaha ambayo adui anaitumia ni vita ya nguvu za kiganga, nguvu za uchawi, nguvu za kiganga, nguvu za kichawi. Tukiangalia kitabu cha Ayubu sura ya 3 kuanzia mstari wa 4 kuja mbele hapa, Biblia inasema Ayubu akailani siku kama inaweza karaniwa, siku inaweza kubarikiwa. Kwa siku inaanza, siku ya kwanza kwa wiki, siku ya kwanza kwa mwezi, siku ya kwanza kwa mwaka, kwamba mwaka tunakaribisha mwaka mpya. Mwaka unapoanza usiku wa saa 6, na adui ambacho anafanya, anaweka mazuio kwenye rango, vita vya rango, vita vya rangoni. Kwa shetani akifanikiwa rangoni, sehemu zingine itakuwa rahisi tu control. Mlinzi anakaa kwenye mlango, kwenye geti, kuhakikisha kila ambacho kinaingia humo ndani ni kile ambacho kimeidhinishwa na yule ambaye amemweka kwamba awe mlinzi eneo hilo hapo. Kwa wewe kama mlinzi wa familia, wewe kama mlinzi wa maisha yako, kwenye rango la uchumi, kwenye rango la uchumi, kwenye rango la mafanikio, unasimama kama mlinzi kuhakikisha chochote ambacho kinapita mahali hapo ambacho ni cha adui akiwezi kikapita. Kwenye Hesabu 23:23 Biblia inasema kwamba, Hesabu 23:23 tunaangalia silaha ambayo adui anaitumia. Nimesema uganga na uchawi. Hesabu 23:23 Biblia inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Ni mtu ambaye anaweza akachukua mstari kwamba wapake kwamba anaitwa ni John, anaitwa ni Ana, anasimama kwamba hakika hakuna uchawi wala uganga. Hakika hakuna uchawi. Hakika hakuna uchawi katika nyumba yangu. Ni mtu anachukua mstari, hakika hakuna uchawi wala uganga katika mwezi huu wa 5, ambao ni siku ya kwanza ya mwezi huu. Hakuna uganga wala uchawi utakaoweza kufanikiwa. Hakika hakuna uganga. Ndio neno ambalo Yakobo anazungumza, hakika hakuna uchawi. Haleluya. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hakika hapana uchawi juu ya marango yako ya elimu. Hakika hapana uchawi juu ya nyumba yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako. Hakika hapana uchawi. Haleluya. Na unaweza kuchukua maneno kama mstari huko uliopako, wa kutembea nao, wa kwenda nao, wa kukiri nguvu za Bwana, wa kukiri uwezo wa Bwana, kwamba hakika hapana uchawi. Unataja jina lako. Hakika hapana uchawi juu ya John. Hakika hapana uchawi juu ya Mariamu. Hakika hapana uchawi. Kwa nini anakataa? Unajua uchawi utakwamisha. Uchawi utakuzuia. Na kila adui ambacho anafanya, anaweka kwenye rango. Kwenye rango kuna rango la muda pia. Kila ambacho unatakiwa ukipata kwa wakati mwafaka, adui anasimama kwenye rango la muda, uwezo ukipata, kwa sababu kuna matamko ambayo matamka ya kiganga na kichawi juu ya maisha yako, juu ya ustawi wako, kwamba kizazi mpaka kizazi hakuna hali ya kulisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma habari ya Ibrahim na Isaka. Ibrahim aliondoka akaenda Misri kwa sababu ya njaa.
Isaka mwanaye naye akaondoka kwa sababu ya njaa, ile hali ya njaa ya kurisi, matukio ya kurisi. Ibrahimu alioa mwanamke akawa tasa, Isaka akaoa mwanamke akawa tasa. Ni hali ya kurisi ambayo inaweza katokea kwenye familia. Magonjwa ya kurisi, tabu za kurisi, laana za kurisi, lazima kuzikataa. Hakika hapana uchawi katika maisha yako, katika maisha yangu. Ukikiri wewe mwenyewe kwamba hakika hakuna ambaye anashindwa, hakuna ambaye anafeli, ni watoto wanajia